Nyakati si mnaziona? Yaliyotabiriwa yanaenda kutimia. Vita vinapiganwa, njaa inakuja, majira yanakuja, kwa sababu ilitabiriwa na ni lazima itimie. Unapoyaona hayo, inapaswa uchangamke. Tunza wokovu uliopewa na Kristo. Tumekuwa tukihubiriwa itakuwaje. Nyinyi si mnayaona? Unapochangamka usijichanganye. Tunza moto ulionao. Tunza wokovu ulionao. Mtunze Yesu uliyempokea. Kwa sababu haya tunayaona yanayoendelea ndani ya dunia ndiyo kumwandaa Kristo kulijia kanisa. Maana alisema muyaonapo hayo, vita mahali, njaa na kiu vitatawala. Hiyo ni kumwandaa Kristo aweze kulichukua kanisa. Lakini sikwambia anakuja ni utungu tu. Kama mama anayeenda kujifungua anasikia utungu, anataka kujifungua, anasikia utungu. Sasa hii mnayoiona ni utungu wa kumwandaa Yesu kulijia kanisa. Kanisa takatifu, sema amen. Maasi yamezidi duniani, uovu umezidi duniani. Biblia inasema maarifa yatafanyaje? Yataongezeka. Siku hizi yameongezeka. Kuna kitu kinaitwa AI. Biblia ilitabiriwa katika Danieli, maarifa yataongezeka. Bwana sifiwe. Vita inayopigana huko, zinaruka ndege zisio na nani? Zisio na rubani. Uliona ndege inaenda bila rubani wewe? Maarifa yameongezeka wewe. Zinakuja na gari zisizo na rubani huko mbele zipo. Hapa bado tunaendeshwa na watu. Maarifa yataongezeka, lakini usifurahie maarifa kuongezeka. Hiyo ni moja unabii unaofanyaje? Unaotimia. Bwana sifiwe. Tunza moto. Tunza Yesu Kristo. Tunza wokovu uliopewa mara moja tu. Tunza wokovu, usimwache Yesu. Mstari wetu wa msingi, Mambo ya Walawi sura ya 6, mstari wa 12 mpaka 13. Na huo moto ulio madhabahuni utautunza wake daima, juu yake usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye atapanga sadaka ya kuteketezwa juu yake. Waebrania sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 4. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na kwa wale waliosikia, Mungu naye akishuhudia pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi, na kwa mgawanyo wa Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru asubuhi ya leo kwa kile ambacho umekusudia kwa ajili ya mji huu. Ninakualika sasa uendelee kuhudumia, ishara na ajabu vikafuatana na neno hili ambalo umelikusudia kwa ajili ya watu wako. Kwa damu ya Yesu Kristo ukatamalaki na kumiliki eneo hili na anga hili, katika jina la Yesu, amen. Amen. Unayeandika somo, andika kutunza moto usizimike. Kutunza moto usizimike. Kwenye mabano pale andika wokovu. Kutunza moto usizimike. Kutunza wokovu usipotee. Ukimpokea Yesu kama hao waliobatizwa, ni wakati wa kukaa na Yesu kweli kweli. Usimuache Yesu Kristo, maana majira, nyakati ni mbaya sana. Si mnaziona? Bwana sifiwe. Si mnaziona nyakati? Nyakati si mnaziona? Yaliyotabiriwa yanaenda kutimia. Vita vinapiganwa, njaa inakuja. Kitambuka Kigoma tulikuwa tunauli shilingi 5,000 6,000. Sasa hivi unakuja kwa 10,000. Mpaka itafika laki. Majira yanakuja kwa sababu ilitabiriwa na ni lazima itimie. Unapoyaona hayo, inapaswa uchangamke. Tunza wokovu uliopewa na Kristo. Tumekuwa tukihubiriwa itakuwaje. Nyinyi si mnayaona? Unapochangamka usijichanganye. Tunza moto ulionao. Tunza wokovu ulionao. Mtunze Yesu uliyempokea. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, sisi je, tutapataje kuokoka tusipojali wokovu huu tuliopewa mara moja tu? Bwana sifiwe. Wokovu tumepewa, tumekirimiwa ufalme usioharibika. Kama tukileta mchezo kwenye wokovu huu ambao tumepewa, tuna haki ya kupotea. Lakini anatuambia tusipotelee. Akamwambia Yuda, anasema, na aliona imenilazimu kuandikia muishindanie imani. Tangu wakati wa Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unakamata na unatekwa na wenye nguvu. Tena wenye nguvu ndio wanaoteka, sio legelege. Imarika ndani ya Kristo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Uko ndani ya kanisa la Unity, tulia hapo hapo. Yesu Kristo akija kukute hapo, sema amen. Yesu Kristo akija kukute hapo Unity,
Usipepese na imani nyingine. Maana palipo na mizoga ndipo tai watakapokutanika. Palipo na Yesu watu watajaa. Palipo na Kristo ndipo uzima uliko. Kwa sababu haya tunayaona yanayoendelea ndani ya dunia ndiyo kumwandaa Kristo kulijia kanisa. Maana alisema muyaonapo hayo, vita mahali, njaa na kiu vitatawala. Hiyo ni kumwandaa Kristo aweze kulichukua kanisa. Lakini sikwambia anakuja ni utungu tu. Kama mama anayeenda kujifungua anasikia utungu, anataka kujifungua, anasikia utungu. Sasa hii mnayoiona ni utungu wa kumwandaa Yesu kulijia kanisa, kanisa takatifu. Sema amen. Tunza wokovu uliopewa. Mliupewa mara moja tu, hamtapewa utukufu tena mara mbili. Yesu hasurubiwi tena msalabani mara pili. Bwana asifiwe. Alisurubiwa, iliisha. Biblia inasema kwa neema ambayo tumepewa sisi, kama wangepewa Sodoma na Gomora wangeokoka kuliko sisi. Maana sisi tumepewa neema iliyo kubwa kuliko wale waliopewa neema ya Agano la Kale. Walikuwa hana neema kama tulio nayo. Dhambi zao walikuwa wanaenda kuungama kwa mnyama, wanazipeleka dhambi zao, wanazitamka juu ya mnyama yule, na yule mnyama anapotezwa, kwamba hizo dhambi tumeziungama, tumetubu, tumeziacha pale. Sawa, lakini zile ungamo zetu zilikuwa zina expire. Mwaka ukiisha, unapaswa uweze kutoa sadaka nyingine tena kuiangamia, kuweza kuondoa ile dhambi tena, maana ime expire date. Lakini tumepewa jina lipitalo kila jina, ambalo kwa hilo mara moja tu ukiwa ndani ya Yesu umekuwa kiumbe kipya. Dhambi inafutwa, hairudi tena. Ukusamehewa ndani ya Kristo, umekuwa kiumbe kipya tena. Dhambi hasirudi tena. Dhambi hairudi tena. Ukikiri na kutubu, ukamkopokea Yesu Kristo, unasemewa dhambi, unakuwa kiumbe kipya tena. Unakuwa kiumbe kipya tena. Tena ya kale yanapita, hata yakumbuka tena. Agano la Kale, dhambi ile ilikuwa ina expire, tena inakumbukwa mara ya pili. Lakini sisi Yesu Kristo ambaye alikufa akazibeba dhambi zetu msalabani, tumepewa jina ambalo katika hilo tunasamehewa milele na milele. Tumekirimiwa jina lipitalo jina, ambalo kwa hilo tunamiliki sote, na tunazo mamlaka na ujasiri wa kumsiba kilanga. Siba kilanga. Hallelujah. Hallelujah. Tunao ujasiri wa kumsiba kilanga. Usimsibe kilanga kama hauna Yesu. Jioni atakuja kukusiba na wewe kilanga. Atakutamaga usiku, utakuwa kigoda. Atakukalia mpaka asubuhi, utaamka viungo vinauma. Lakini pokea Yesu Kristo, iwe na ujasiri, uwe nazo nguvu za kumsiba kwa ujasiri. Sema amen. Sema amen. Maana ukijaa ndani ya Yesu, naye amejaa ndani yako, unakuwa na ujasiri. Hata ikija nguvu yoyote, una ujasiri wa kumkemea na kumwondosha shetani. Sema amen. Chini kana Yesu, tunza moto usizimike. Biblia inasema moto wa madhabahu utatunzwa usizimike. Mtunze Yesu. Tunza Yesu baba. Mkamate vizuri. Kasanguli muri Yesu kumamwoneza. Sema amen. Jaa vizuri kabisa. Bwana sifiwe. Inakuja jehanamu ya moto. Lakini unataka kuikimbia jehanamu ya moto, dawa ni moja, ni kukimbilia kwa Yesu. Ugomba guhungimana hungira yo iri. Sema amen. Sema amen. Ukitaka kumkimbia Yesu, kumkimbia Mungu, na kimbilia kule alipo. Hapo utaiona hasira ya Mungu. Tunzeni moto. Tunzeni wokovu. Sema amen. Tunzeni wokovu tu. Mnaenda kupokea taji ya uzima isiyoharibika. Ni neema iliyoje. Nilimwambia mtumishi wa Mungu, hapo tuimbe wimbo wetu ule wa Pentecoste. Hata ilipotimia siku ya Pentecoste, walikuwepo. Ukaja ufumi. Pale ndipo kanisa lilipozaliwa. Maana walifufiwa upako, walifufiwa neema. Kanisa likaanzia pale. Walikuwepo akina Paulo, walikuwepo akina Petro, akina Yohana, wakafufiwa upako siku ya Pentecoste. Na ile injili kasambaa. Nayo imetufikia mpaka kitabu leo. Sema amen. Sema amen.
Injili ni moto. Injili ya ile akina Petro inahubiriwa leo kitambuka. Yesu ni Bwana. Ukimpokea Roho Mtakatifu, ukimpokea Roho, unakuwa kiumbe kipya. Anasema hivi, usiwe vuguvugu atakutapika. Agano Kwaya wanasema usiwe vuguvugu. Wewe ni popo sio popo, ni ndege sio ndege, mnyama sio mnyama. Tunakuchunguza kwenye darubini. Huyu tumweke kwenye wanyama, lakini mbona na kichwa? Hapana, na mabawa. Huyu sio mnyama huyo. Twende kwenye ndege. Hapana, mbona huyo ana kichwa kama cha mbuzi? Huyu ni nani sasa? Bwana asifiwe. Yesu Kristo anapokuangalia akuona ueleweke. Mwimbaji mwenzenu akasema eleweka. Eleweka. Yesu anapokutazama akuone. Yesu anapokuangalia aone kweli huyu ni mtu fulani. Sio achukue hatua nyingi kugundua hii ni nini. Huyu ni mbuzi au ni kuku, ni njogoo au ni kondoo. Amua leo, asubuhi ya leo ubaki nchi yako. Kana Yesu Kristo anapokutazama ajivunie watakatifu walioko kitambuka, naye asemeni naye mtu kitambuka. Sema amen. Asemeni naye mtu kitambuka. Asemeni naye mtu kitambuka, ajivunie wewe kama alivyojivunia kwa Ayubu. Sema amen, mtu kitambuka. Mika, unaelewa vizuri hapo? Ukiwa na Yesu, kana Yesu, usiwe na rangi mbili. Ukiwa na rangi mbili utapelekwa na kila upepo. Ni sawa na yule aliyejenga nyumba kwenye mwamba na kwenye mchanga. Mchanga ukaja upepo na mafuriko ukaisoma nyumba. Lakini nakwambia asubuhi ya leo, mtu akitambuka, ufalme wako, wokovu wako ujenge juu ya mwamba ambapo utasukuma na upepo, juu ya mwamba Kristo ambapo utakuwa salama, ambapo ndiko uko uzima, ambapo iko salama yetu. Baraka zinapatikana hapo juu ya mwamba ambapo ndio Kristo Yesu. Sema amen. Wokovu wako ujenge ndani ya Kristo. Wokovu ulio nao ujenge juu ya mwamba ambapo ni Yesu. Ujenge ndani ya mwamba ambapo ni Yesu. Usiwe na tumaini lingine asubuhi ya leo. Usiwe na tumaini jingine katika maisha yako ila Yesu Kristo ambaye ndiye anakuja kulichukua kanisa. Yaliyotabiriwa yanatimia. Itatokea njaa mahali. Tetemeko tumezisikia. Vita sasa ndio hiyo imekolea. Mpaka hata aliyoko mahali fulani lazima nisikia. Maana kwa hii imetekenya. Kuna mtu ambaye hajaipata huyu. Kila nchi kuiuliza ni vipi maasi yamezidi duniani. Uovu umezidi duniani. Biblia inasema maarifa yatafanyaje? Yataongezeka. Siku hizi yameongezeka. Kuna kitu kinaitwa AI, artificial intelligence, akili bandia zile. Bwana asifiwe. Hiyo AI unaweza kuiambia unachotaka wewe. Sasa ndio itawaua watu wengi, wahubiri, waimbaji, kila mtu itamwathiri. Siku hizi ingia kwenye mtandao, zitafute kwaya, zipo kwaya zimetungwa na AI. Hata wanaocheza ni AI, wale midoli ile. Huwezi yani usipokuwa makini huwezi kutofautisha huyu ni mtu au ni artificial. Bwana asifiwe. Mchungaji anataka kuhubiri, jana alishinda kuzurura kwenye virabu, anakuja kwenye mtandao AI. Sasa kesho nahubiri kuhusu upendo. AI, hebu nipe vifungu vya upendo. Upendo inakutengenezea kila kitu. Mwanzo mpaka mwisho. Wewe unafika tu unasoma. Mwanakwaya anataka kutunga wimbo, inaenda kwa AI, anawauliza nataka unitungie wimbo. Kuhusu nini? Umoja. Wewe anakuuliza tena iwe na beti ngapi? Unasema beti ngapi? Kadhaa, inatengeneza. Zipo. Fuatilia sana. Kuweni makini. Maarifa yameongezeka. Wale tunaosoma Mharuro Seko tufanye hivi. Mharuro Sekondari. Fanya hivi. Mtakutana nayo hiyo. Swali linakuja, wewe unatumia Google tu pale. Unauliza AI. Hivi na hivi jibu nini? Inakupa jamaa. Inakupa vizuri sana. Unataka kujaza essay, inakwambia unataka kujaza essay kuhusu nini? Inakupa unajaza pale. Bwana asifiwe. Haikosei. Ni hivyo. Bwana asifiwe. Biblia ilitabiriwa katika Danieli, maarifa yataongezeka. Bwana asifiwe. Vita inayopigana huko zinaruka ndege zisio na nani? Zisio na rubani. Uliona ndege inaenda bila rubani wewe? Maarifa yameongezeka wewe. Zinakuja na gari zisio na rubani huko mbele zipo. Hapa bado tunaendeshwa na watu. Unaibonyeza tu pale. Wapi? Kigoma Kitambuka. Inakuandikia pale. Wewe unatulia tu, inanyosha ti. Ushafika huko hapa bila dereva. Maarifa yataongezeka, lakini usifurahie maarifa kuongezeka. Hiyo ni moja unabii unaofanyaje? Unaotimia. Bwana asifiwe. Tunza moto. Tunza Yesu Kristo.
Tunza wokovu uliopewa mara moja tu. Tunza wokovu, usimwache Yesu. Tunza wokovu. Tunza Yesu. Usipotoshwe. Muambukize na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunzeni moto. Ukitunza wokovu, Yesu Kristo atakaa kwako. Nawe hutakuwa na wasiwasi na maisha tulio nayo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Tunza moto. Asubuhi ya leo Yesu anasema tunza moto. Utunze wokovu ambao tulipewa watakatifu mara moja tu. Yuda sura ya 1 mstari wa 3. Tunza wokovu ambao tumepewa mara moja tu. Hatupewi mara mbili. Hatupewi mara mbili. Tunapewa mara moja. Tutunze nini? Tutunze moto. Tutunze wokovu. Kile ulichokipokea usikipoteze. Bwana Yesu asifiwe. Ulipopokea Yesu usimwangushe. Na sisi tuliobatizwa juzi tumempokea Yesu. Tumekuwa viumbe vipya ndani ya Kristo. Ya kale yameondoka tena. Ile dhambi haitahesabiwa tena. Uovu ule tulioutenda nyuma usijihukumu kwao. Umefutwa. Umezaliwa tena kiumbe kipya ndani ya Kristo. Ya kale yamepita. Tunza moto ukae ndani ya Yesu. Tunza moto, Yesu atakubariki. Sema amen. Sema amen. Tunza moto wa Yesu Kristo. Tunza moto uweze kuona uzuri wa wokovu. Bwana asifiwe. Tunataka tuidhihirishe dunia kuwa wapo tuliookoka bado. Zipo kwaya zenye upako ambazo hazitungiwi na AI. Sema amen. Zipo kwaya zilizojaa upako wa Roho Mtakatifu. Zipo kwaya ambazo zinatulia magotini pa Yesu. Zipo kwaya ambazo zimejaa neema na upako. Kama zipo kwaya ambazo zinaiga mitandaoni, nakupa pole. Kwaya zilizo na upako wa Kristo zipo. Hizi hapa. Hizi hapa. Hizi hapa. Hizi hapa. Nakupa pole wewe unanitazama sasa. Nakupa pole mwana kwaya. Mashindano yamejaa ndani ya kwaya. Migogoro imejaa ndani ya kwaya. Na hata Roho amewaacha. Wala hamwezi kupokea neema. Wingu la Kristo limeondoka juu yako. Rudi magotini baba. Rudi magotini mama. Yesu Kristo na haja nawe. Utembee pamoja naye. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nakwambia asubuhi ya leo tunze moto. Yesu Kristo anarudi. Yesu Kristo analijia kanisa. Akuchukue mawingoni. Ni neema iliyoje kukaa na Yesu. Maana imeandikwa, ninaenda kuandalia mahali ili nilipo na mimi nipate kuwapa. Ili nilipo wewe uwepo pale. Yesu hapa, wewe hapa. Sio Mungu. Sio Mungu. Mungu sio Mungu. Si mwanadamu aseme uongo. Bwana asifiwe. Akisema atatimiza. Ameenda kuandaa magari ili alipo na sisi tu wapo. Tena anasema kama sivyo, kama sio ningewaambia mapema. Lakini ndiyo nimeenda kuandalia mahali ili nilipo muwepo watakatifu walioko kitambuka ili alipo Kristo na nyie mpate kuwapo. Sema amen. Amen. Ile mbingu imewekwa kwa ajili yako mama. Ile mbingu si kwa ajili ya watu wengine, ni wewe uliokoka. Mika, ile mbingu imeandaliwa kwa ajili yako. Tena ukifika ukae tu, utapewa na taji. Imba katika roho na kweli. Imba kwa kumaanisha, maana Mungu anakukusudia mema. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Kitamuka sema amen. Sema amen. Yesu Kristo ametuandalia ufalme usioharibika. Sikia. Biblia inasema baada ya kufa tutapewa miili isiyoharibika. Baada ya kufa hii miili ya kuharibika itabaki hapa. Alafu tutapewa miili ya kutoka kuharibika. Sikia sasa, kuna mambo mawili. Ukishapewa huo mwili wa kutoka kuharibika, jehanamu, ukienda na mwili huu tuliovaa, dakika 2 ushakuwa majivu. Ndio maana utaishi milele na milele. Maana umepewa mwili wa kutoka kufa. Hauungui. Kusema nitaungua niteketei. Hauungui. Unakaa mle, funza unakula. Moto unakuunguza. Wewe ni kuungua tu. Uwezi kusema mbona hawaui majivu? Mmebadilishwa miili. Hii ya kwetu kana moto tulikukamata hapo unaruka mita. Lakini sasa ile utapewa kutoka kuharibika. Na wale wenzangu na mimi tulioko kitambuka asubuhi ya leo tutapewa miili ya kutoka kuharibika. Tuweze kuurithi uzima wa milele. Kazi yetu itakuwa ni kumsifu Kristo milele na milele. Miili ya kutoka kuugua asubuhi ya leo. Huu mwili usikutese. Yuko wapi? Yule mama huyu hapa. Alisema usijivune mama na kitenge chako cha dundumeneke. Usijivune baba na kasuti kako. Haka kenyeke tabakia hapa. Tunapewa miili ya kutoka kuharibika baada ya hapo. Sema amen. Tutapewa miili mingine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nisikuchoshe asubuhi ya leo. Jambo ni moja tu nililoagizwa na Mungu kwa ajili yako.
Tunza wokovu. Tunza wokovu. Tunza moto usizimike. Tunza wokovu. Usiokoke leo kesho tunakuta umelewa. Usiokoke leo kesho tumekukuta kwenye uzinzi. Usiokoke leo kesho tunakukuta na magenge ya ovyo ovyo. Bwana sifiwe. Tunataka kanisa la Unity liongezeke na kuongezeka katika viwango na kimo kuongezeka. Watu waje wamuone Yesu Unity, sema amen. Watu waje Unity wapokee uzima, sema amen. Watu waje Unity waweze kupokea ushindi na uzima. Tena Unity iwe rango na mbingu la kupeleka watu kwa Mungu, sema amen. Sema amen. Unity iwe mlango wa kupeleka wengi kwa Mungu, sema amen. Unity iwe mlango wa kupeleka wengi kwa Mungu. Walioonewa waje hapa kwenye kisima wanywe kitambuka. Unity waje, walioonewa waje wafunguliwe. Tunza moto na Yesu atashuka na nguvu zake, atalihudumia kanisa lake, sema amen. Kana Yesu msimpunguze kwa neno lolote, msimuongeze wala kumpunguza, maana wengi wanapelekwa na teknolojia kuongezeka maarifa. Wanataka na wao waende na dunia, wanataka wacheze na dunia inavyoenda na wao hivyo hivyo. Wacha dunia iende, lakini sisi tunakaa kwa Yesu, maana tunamjua jina lake niko ambaye niko. Habadilishwi na majira, habadilishwi na teknolojia, habadilishwi na wakati, habadilishwi na masika na kiangazi. Ndinge yuko pale pale, habadiliki. Ukijivuruga wewe, yeye havurugiki. Ukiondoka kwa rudi unamkuta yuko pale pale na kuangalia tu. Jichanganye tu, lakini yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naomba usimame juu. Simama juu. Simama juu. Leo tutakuwa na maombi aina mbili. Funika macho yako. Utafakari ulivyompokea Yesu na leo. Tafakari ulivyompokea Yesu na leo ukoje. Tafakari kuhusu tunapoelekea. Tafakari tunapoelekea. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ulikashuke juu ya kitambuka. Roho Mtakatifu akashuke juu ya kitambuka. Kwa damu ya Yesu Kristo, kila ufalme ulioko mahali hapa kinyume, ninaachilia maruti juu ya watu wako hawa. Kwa damu ya Yesu Kristo, moto ukawake tena. Moto ukawake tena juu ya kitambuka. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, funika macho. Kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaamuru kwa damu ya Yesu Kristo, kila madhabahu zote za kipepo, wewe ni jini, wewe ni roho ya Lucifer. Haya, kwa damu ya Yesu. Msaidieni wanaume, mshike huyu. Wanaume mshike huyu. Mika shika huyu, Mika shika. Kwa damu ya Yesu Kristo. Haya, piga kelele, anza kwenda. Piga kelele, anza kwenda. Kwa damu ya Yesu Kristo. Piga kelele, anza kwenda. Anza kwenda. Anza kwenda. Haya, damu ya Yesu Kristo juu yako. Haya, ninakuamuru kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, ninakuteketeza kwa moto. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Leo ni mwisho. Wewe umekaa tumboni. Umekaa tumboni. Haya, anza kwenda bila kumtesa. Pepo chini. Kwa damu ya Yesu Kristo. Haya, mateso ndio mwisho. Choma kanani kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Haya, ninaachilia moto kuanzia sasa. Uzima ukaingia ndani mwake. Msaidieni wengine hapo. Wewe tuendelee huko, njoo. Endeleeni kumwambia tu. Hapa funguliwe tujue ushuhuda wake wewe. Ewe roho ya mateso, fire on you. Kwa moto ninatamka maumivu, kila mipango iliyosukwa na adui shetani, roho ya uganga, ushirikina, kwa damu ya Yesu Kristo ninatamka mateso. Leo iwe ni mwisho. Leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Ewe uchawi, ushirikina, hakuna uganga juu ya Israeli. Kuanzia leo, wewe uliyefungwa kupitia mama huyu, kupitia mkono, leo ni mwisho. Kwa damu ya Yesu Kristo ninatamka kiama, uliyeingia kupitia mkono. Haya, kwa damu ya Yesu Kristo. Fire. Wewe ni ushirikina, ewe uganga, uchawi, kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo nasafisha tena. Uzima ukaingia ndani mwake. Umekaa juu ya mkono,
leo na kuamuru kuanzia leo, ewe pepo vitega uliyetegewa katika mkono huyu, leo ni mwisho. Damu ya Yesu Kristo iko juu ya mama huyo, kwa damu ya Yesu Kristo uzima ukaingia ndani mwake kuanzia leo, katika jina la Yesu. Kila mateso yalikusudiwa juu yake leo mwisho, kila pando asiyolipanda Baba juu yake likashindwa kwa damu ya Yesu Kristo. Mkono ukawe mzima kuanzia leo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Hebu mwachie, toa hii kanga hii. Wewe huo mkono uko hapo ulioumia, unyoshe tu, nyosha. Haunyosheki? Haya, ninaamuru mkono unyoke kwa mamlaka niliyopewa ya jina la Yesu. Kila vitu vinatii, kila vitu vinawezekana kwa jina la Yesu. Haya, ninaamuru mkono huu ukapate kunyoka. Kila vitega, uchawi, mizimu, mapepo, roho za kutupiwa, uganga, ushirikina, kwa damu ya Yesu Kristo uzima ukaingia ndani mwake. Damu ya Yesu katakase, damu ya Yesu katakase, damu ya Yesu katakase, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Upokea mzima. Fungua mkono, kunjua mkono hapa, ndio mwisho. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mkono umenyoka kwa damu ya Yesu Kristo. Mkono ukapata kunyoka tena, mkono ukapata kunyoka leo. Haya, vidole vikapata nguvu. Ewe roho ya kaya mikono, ninaamuru kwa damu ya Yesu Kristo, vidole vikaachie kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mapepo, mizimu, uganga, ushirikina, kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe mzimu uliyekalia mkono, kuanzia leo umeguswa na damu ya Yesu Kristo, umeguswa na damu ya Yesu Kristo. Achia leo, leo ni mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Leo wewe mkono uliyekaa, wewe ni nguvu za giza, nimekuona. Wewe ni mizimu, ndio. Leo ni mizimu wewe. Wewe ni mizimu. Wewe ni mizimu. Umekaa juu ya mkono huu kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Achia mkono kuanzia sasa katika jina la Yesu. Kuanzia sasa vidole vikaachie. Wewe ushirikina unafungwa na sehemu juu ya mikono huu. Kuanzia sasa ameguswa na Yesu. Ameguswa na Yesu. Ameguswa na Yesu. Katika jina la Yesu natamka uzima kuanzia leo. Kila kifungo leo kinaachia, ikiwa ni nyumbani mwake, kwenye watoto wake, kwenye familia, kwenye kila jambo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Achia, achia roho chafu, achia misimu, achia pepo mchafu, roho ya Lucifer, kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe mateso uliyomtesa, leo ni mwisho. Kuanzia leo uzima ukaingia ndani mwako. Chomoka ndani kwa jina la Yesu. Chomoka ndani kwa jina la Yesu. Kuanzia leo wewe mzima, natamka uzima, moto wa damu ya Yesu Kristo kawake juu kuanzia leo. Mzee, shida nini? Kichwa kinakusumbua. Kuanzia lini? Unaokoka wewe? Ulirudi? Ulibatizwa Jumapili. Sogea hapa. Wewe, huo mkono uko wapi? Haya, kwa jina la Yesu Kristo unyoshe. Mwache anyoshe mwenyewe. Nyosha mwenyewe. Nyosha, mshinde shetani. Mshinde shetani. Mshinde shetani. Kwa jina la Yesu. Shetani ameshindwa. Kuanzia sasa endelea kufanyisha mazoezi, ushafunguliwa katika jina la Yesu. Nyoka, mkono unyoshe juu. Sema Yesu nimepona. Nyosha mkono juu. Yesu nimepona. Hilo ni pepo nimekufunga. Sio kuanguka, sio kuumia. Si hapa mkono umenyoka. Kwa jina la Yesu na vidole vikaachie. Kila ushirikina leo ni mwisho. Umeguswa na damu ya Yesu Kristo. Mkono ulikuwa unanyoka kama hivi. Wewe, huo mkono ulikuwa unanyoka mpaka hivi. Mkono wa vinyoki. Haya, katika jina la Yesu Kristo. Ewe roho mbaya, roho ya mateso, wewe uliyekalia vidole hivi, nimesha kuona wewe ni mzimu, wewe ni ushirikina. Leo ni mwisho katika jina la Yesu Kristo. Natamka ushindi na uponyaji kuanzia sasa. Msimtese tena, msimtese tena katika jina la Yesu. Akawe mzima kuanzia leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea uzima, ushafunguliwa. Endelea kufanyisha mazoezi vidole, mkono ushapona. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
maumivu ya kichwa, maumivu ya kichwa, ninaamuru kuanzia sasa kwa damu ya Yesu Kristo, mateso, vifungo, uganga, ushirikina, kwa damu ya Yesu Kristo, uzima ukawe ndani mwake. Kila roho za mizimu, roho chafu, roho za kurogwa, katika jina la Yesu natamka uzima kuanzia sasa. Uwe mzima. Ulikuja kichwa kinauma? Kilikuwa kinauma lini kichwa? Leo ulipokuja hapa ulikuwa unajisikiaje? Sasa unajisikiaje? Kimeachia. Pigia Yesu makofi. Katika jina la Yesu sirudi nyuma tena. Damu ya Yesu Kristo kakutunza. Umtunze Yesu, sirudi nyuma. Nikirudi nikukute hapa kanisani katika jina la Yesu. Bwana akakubariki na nyumba yako, akakubariki na watoto wako. Abariki familia yako nzima katika jina la Yesu. Adui asiwe na sehemu juu ya nyumba yako katika jina la Yesu. Amen. Wewe mtoto unashida nini wewe? Macho hayafanyiki. Hayaoni. Wewe niangalie. Macho yanakuwasha. Sasa hivi yanakuwasha. Niangalie mimi. Niangalie. Sasa hivi yanakuwasha macho. Sasa hivi yanakuwasha. Yalikuwasha lini sasa? Tangu utoto. Haya, kwa jina la Yesu Kristo. Macho kuwasha kuanzia leo iwe mwisho. Katika jina la Yesu akafunguliwe. Kila mapepo majini yaliyomfunga yakamwachie kuanzia leo. Majini mapepo, leo ni mwisho. Kiama yenu kwa damu ya Yesu Kristo juu ya mtoto huyu ninatamka mwachie kwa damu ya Yesu Kristo. Uzima ukaingia ndani mwake kuanzia sasa. Kila vifungo, mizimu ikamwachie katika jina la Yesu. Mama, shida yako nini? Wewe macho bado yanakuwasha. Kamwambie mama kama macho yanakuwasha. Mwambie unavyojisikia mama. Baba, katika jina la Yesu, uumbaji wako Bwana ni kazi ya mikono yako. Yule pepo alaye, yule pepo haribuye, ile nguvu inayofunga na kuharibu kazi ya uumbaji wako, leo ninatamka kwa jina la Yesu, Bwana, kazi ya uumbaji wako ikatimilike katika jina la Yesu. Hiyo roho inayoharibu, kwa damu ya Yesu Kristo, kokote mlipomfungia leo mwisho katika jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo ikakuhifadhi mpaka tukajifungua. Damu ya Yesu Kristo ikakulinde na ukapakata mwana tena kuanzia leo katika jina la Yesu. Tukaone ushindi na wokovu wa Yesu. Kazi ya Mungu Bwana haina makosa, ikatimize yote sasa na mapenzi yako. Tukauone utukufu wako kwa ajili ya mama huyu katika jina la Yesu. Rinda nyumba yake na mume wake na watoto wake katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Njoo mama, ulisema na shida gani? Mkuu. Soka. Watoto damu nini? Umefanyaje? Katika jina la Yesu Kristo, Bwana kuponye maumivu ya mguu, kila roho zilizokaa kwenye mguu kwa jina la Yesu. Roho zilizofunga mguu, roho ya mateso, leo ni mwisho katika jina la Yesu. Bwana akakuponya katika jina la Yesu. Sasa mtoto, wewe nani umefanyaje? Na wewe mguu, tumbo, mama mshike tumbo mtoto katika jina la Yesu Kristo. Bwana kufungue, uwe huru kuanzia leo. Kila roho za mapepo majini, roho ya uganga, ushirikina, kwa jina la Yesu, Bwana kuponye, akuweke huru kuanzia leo katika jina la Yesu. Kila roho iliyokalia tumboni ikakuachia, uwe mzima. Wewe umesema hapa kwenye bega na mguu, ilianza lini? Miaka mingi mpaka sasa hivi unajisikia na umeona. Fanya macho, umeokoka wewe? Niangalie kwanza. Niangalie. Umeokoka? Kasari hapo. Ulianguka, ulirudi nyuma. Ukukosea mahali popote. Ukaja. Sawa. Fanya macho. Sema, Bwana Yesu, nataka kupona leo. Ninakataa shetani na kazi zake zote. Kuanzia leo, njoo Yesu, uniponye, unitakase, unijaze roho kwa damu ya Yesu Kristo. Karibu Yesu, ukayaamue maisha yangu
uniponye na magonjwa yangu katika jina la Yesu. Yesu njoo ndani mwangu. Haya Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ninaamuru kila roho zote za mateso, kila uganga, ushirikina, roho zote za vifungo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, roho uliokaa katika ubavu, wewe mizimu, wewe pepo, wewe chini, kwa damu ya Yesu Kristo, kuanzia sasa uzima ukaingia ndani mwake. Wewe uliyemfunga ubavu, roho ya kuparalyze, katika jina la Yesu ikapate kuachilia juu yako katika jina la Yesu. Bwana akakuponye, uzima ukaingie juu ya mkono, juu ya ubavu, katika jina la Yesu. Kuanzia leo Bwana iweka hii kwaya mikononi pako, maana inakusifu katika roho na kweli. Baba, wafunike, wahifadhi, waandae kama vyombo vilivyokusudia kwa ajili ya utukufu wako. Asipotee hata mmoja kama yule Yuda. Wote Bwana ukapate kuwaona katika uzima wa mji ule ambao umekusudia kwa ajili yao. Achilia maarifa, ustadi Bwana katika uimbaji wao. Upako na nguvu za Roho yako Mtakatifu zikawe juu yao katika jina la Yesu. Roho za uharibifu, roho za mapepo, mashambulizi, manunguniko, chuki, hasira, wivu, mafarakano visitamkwe juu yao. Kuanzia leo ninavifunga kwa jina la Yesu. Ninaachilia upako wa Roho wako Mtakatifu juu yao. Moto wa damu ya Yesu Kristo ukawake ndani ya mioyo yao. Bwana wakutumikie katika roho na kweli. Kiburi kisiinuke, dharau isiinuke, majivuno yasiinuke katika jina la Yesu. Bwana ukawahifadhi salama kwa utukufu wa jina la Yesu. Wote tuseme amen.